Taarifa ya katibu mkuu katika konferensi ya kusini mashariki mwa Tanzania. Tunamshukuru sana Mungu kwa neema na baraka zake nyingi kutulinda na kutupatia kibali kufika katika siku ya leo katika mkutano mkuu wa 3 wa konferensi ya kusini mashariki mwa Tanzania. Hakika jina la Bwana litukuzwe. Ninapenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa washiriki wote wa SEC, wajumbe wa kamati kuu tendaji ya conference, wachungaji wote, watendakazi wote wa makao makuu ya SEC, watumishi katika taasisi zote za conference na wainjilisti wote wa vitabu kwa ushirikiano wao mwema walioonyesha katika muhula huu wa kazi. Mungu azidi kuwatendea mema. Pia nitoe shukrani zangu za dhati kwa viongozi wetu wa Union ya Kusini mwa Tanzania, Mchungaji Joseph Mgwabi, Mchungaji Magulilo Mwakalonge na Elda Shabatu Msaki kwa ushirikiano wao mkubwa na maelekezo katika kazi ya Mungu. Hakika wamekuwa nguzo imara katika utendaji wetu. Mwisho ni mshukuru mwenyekiti wetu wa conference ya SEC Mchungaji Amoni Sikazwe na aliyekuwa katibu mkuu Mchungaji Kennedy Warumbe, ambao tumeshirikiana nao vizuri sana katika utendaji wetu na katika majukumu tuliopewa na Mungu katika muhula huu wa kazi. Mungu atutendee mema. Eneo la utume. Katika kipindi cha Novemba 2022 hadi Novemba 2025, Conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania imeendelea kufanya shughuli zake za utume na malezi ya waumini katika makao makuu yaliyopo katika kata ya Kwembe, wilaya ya Ubungo, mkoani Dar es Salaam. Conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania ndani ya kipindi hiki tangu Septemba 2022 hadi Septemba 2025 imeweza kufanya kazi nyingi kupitia makanisa yake katika kueneza Injili, kazi iliyopelekea ongezeko la washiriki, mitaa, makanisa, makundi, watumishi na hatimaye kuzalisha field 2 ambazo ni field za majaribio ikiwemo Indian Ocean Trial Field na South Corridor Trial Field. Bwana atukuzwe kwa ukuaji wa kazi hii katika eneo letu. Ramani ya eneo la utume katika conference ya SEC. Mnamo Juni 2025, field ya Indian Ocean Trial Field na Southern Corridor Trial Field zilitengwa na kufanya eneo la utume wa conference hii kubakia katika eneo la sehemu ya Dar es Salaam pamoja na baadhi ya maeneo katika mkoa wa Pwani. Malengo ni uinjilisti na kuhimiza utume wa kanisa la Waadventista wa Sabato, malezi na matunzo ya washiriki, kusimamia viwango vya kanisa la Waadventista wa Sabato, usimamizi na uratibu wa utekelezaji wa kazi ya Mungu kulingana na sera, miongozo na taratibu za kanisa la Waadventista wa Sabato, kuhakikisha kazi ya Mungu inapanuka kwa kasi hasa katika maeneo mapya na kuhakikisha conference ina rasilimali watu ya kutosha. Utekelezaji wa kazi. Kwa rehema za Bwana kupitia mikakati mbalimbali ya kiutume, kipindi hiki cha miaka 3 kanisa na conference ya SEC imeshuhudia ukuaji wa aina yake ambapo kumekuwa na ongezeko la 21.5 katika idadi ya washiriki katika conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania. Malezi na matunzo ya washiriki. Tunamshukuru Mungu kwa namna ambavyo ameliongoza kanisa lake katika conference ya SEC. Kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, washiriki wetu wameshirikiana na wachungaji wao kufanya bidii katika kufanya uinjilisti, kubatiza na kutunza wale waliobatizwa. Takwimu za ongezeko la waumini katika robo ya 4 ya mwaka 2022 hadi mwaka 2025. Kwa mujibu wa taarifa za washiriki ambazo zimekuwa zikikusanywa kila robo katika muhula huu, zimeonyesha ongezeko kama inavyoonyeshwa katika jedwali. Ulinganifu katika kila mkoa. Kwa mujibu wa takwimu za sasa za Worldmeter, Tanzania ina wakazi takribani milioni 70,545,865. Kwa upande wa conference ya SEC, tuna makadirio ya wakazi takribani milioni 8,316,956. Hivyo kwa mkoa wa Dar es Salaam kuna Mwadventista mmoja kati ya watu 79. Mkoa wa Pwani kuna Mwadventista mmoja katika kila watu 118. Mkoa wa Mtwara kuna Mwadventista mmoja katika kila watu 238. Na mkoa wa Lindi kuna Mwadventista mmoja katika kila watu 386. Hivyo kupelekea uwiano wa kuwa na Mwadventista mmoja kwa kila watu 102 kwa conference nzima ya SEC. Pamoja na ongezeko kubwa la washiriki, bado tuna kazi kubwa ya kufanya kuiana na idadi ya watu katika kila mkoa ndani ya conference yetu ya SEC. Muktasari wa mfumo wa ACMS. Kwa kushirikiana na idara ya mawasiliano kupitia kitengo cha TEHAMA,
Tumeendelea kutoa elimu ya matumizi ya mfumo wa ACMS kupitia semina zilizofanywa makanisani, kwenye kanda na mitaa, ambapo hadi kufikia Septemba 2025 washiriki 76,867 walikuwa wamekwisha kuingizwa katika mfumo, sawa na 97%. Kutekeleza mikakati ya kulea na kutunza na urejeshwaji wa washiriki. Tumeweza kupunguza ukubwa wa mitaa kwa kuikata ili kusogeza huduma kwa washiriki. Tumeweza kufanya uchambuzi wa washiriki kwa kila kanisa ili kujua idadi halisi ya washiriki wa kanisa. Tumetoa semina kuhusu namna ya kuratibu washiriki kwa makarani wa makanisa. Majuma ya urejeshaji yamefanyika, semina za malezi na matunzo ya washiriki ziliendeshwa ndani ya conference, na semina za urejeshwaji kwa wachungaji, wazee wa makanisa na viongozi wa makanisa na washiriki zilifanyika. Watumishi na rasilimali watu. Ukuaji wa kazi ulishuhudiwa katika kipindi hiki, pia ulipelekea ongezeko la watendakazi ili kukidhi mahitaji ya kazi katika maeneo yote, ambapo kumekuwa na ongezeko la watumishi wanaolihudumia kanisa katika kanda mbalimbali, katika conference yetu, pia katika taasisi ndani ya conference ya SEC. Timu hii ya wachungaji walioko kazini iliungana na wachungaji wastaafu wenye mikono ambao ni mbaraka mkubwa wa kazi. Ubatizo, ndoa, mahubiri ya hadhara na huduma nyingine nyingi za kanisa na jamii zimefanyika. Tuzidi kuwaombea wachungaji wetu moja kwa moja ambao wanapambana kwa kazi ya Mungu katika conference yetu ya SEC. Tangu Septemba 2022 hadi Septemba 2025 kumekuwepo na matukio ya uwekwaji mikono ya wachungaji. Sherehe za miaka 150 ya utume. Tarehe 20 hadi 21 mwezi wa 12 mwaka 2024, viongozi, washiriki na watendakazi wa konferensi ya Kusini Mashariki mwa Tanzania tulikusanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato Temeke na kanisa la Ukonga, ambapo tulikuwa na kumbukizi ya miaka 50 ya utume ulimwenguni. Sherehe hizi za utume zilisimamiwa na mchungaji Jeremia Izungo aliyekuwa katibu mkuu wa Union ya Kusini mwa Tanzania. Katika sherehe hizo mambo mbalimbali yalifanyika kama vile kuweka mnara wa kumbukumbu, kusikiliza makala ya historia ya utume wa jimbo la Kusini mwa Tanzania na kanisa la ulimwengu kwa ujumla. Ukuzaji wa taaluma kwa watumishi wa kanisa. Ofisi ya Conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania imeendelea kutoa nafasi ya pekee kwa wachungaji, wahasibu, walimu na wataalamu wa tehama, afya, makatibu, waendesha ofisi na watu wa mazingira, ambapo jumla ya watumishi 21 waliendelezwa kielimu na semina fupi za mafunzo ili kuboresha utendaji kazi wenye tija katika taasisi yetu. Changamoto katika malezi, matunzo na urejeshaji wa washiriki. Upungufu wa rasilimali watu kwa ajili ya kutoa huduma za kichungaji kwa washiriki. Makanisa kukosa vitendea kazi kama kompyuta ambavyo vingeweza kuboresha utunzaji wa takwimu na mfumo wa ACMS. Washiriki kuhamahama kunakosababishwa na utafutaji wa maisha unatufanya tupoteze washiriki wengi. Na orodha ya majina ya washiriki kutopitiwa mara kwa mara katika kitabu cha ushirika ili kujua ni nani hayupo na kuwatafuta kabla hawajasaulika na hatimaye kupotea. Malengo kwa mwaka 2025-2030. Kuendeleza utume na kuhakikisha kila mtu anahusika. Kuendesha semina za malezi na utunzaji wa washiriki kwa wachungaji, makatibu na wajumbe wote wa baraza la kanisa mahalia. Kuendesha semina za ACMS. Kuendelea kutoa semina za kiutumishi kwa watendakazi ili kila mtendakazi ajue haki zake na haki za mwajiri wake. Na kuboresha semina za elimu ya sheria na ndoa kwa wachungaji. Mwisho, Mungu atusaidie sana tuendelee kufanya kazi pamoja naye ili tuwalete wengi katika ufalme wa Mungu. Hali kadhalika jitihada na gharama kubwa zinazotumika kuwaleta kanisani, jitihada hizo zitutumie pia kuwalea na kuwatunza washiriki waliogharimu damu ya thamani ya Yesu Kristo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ikae pamoja nasi. Yesu anakuja, nitakwenda.